tunakuwa na nyinyi hapa kila wakati, lakini leo tumeamua kuwaletea Injili, tumeletea habari njema. Tuko na mgeni kutoka nchi ya mbali ambaye hatukuona ni vizuri tukae na hizi habari hapa ndani peke yetu. Kuna mama mmoja anaitwa Evangelist Shalina, ametoka kule Canada, na yeye ni mwinjilisti, amekuwa akituhubiria hapa ndani, lakini akauliza, je, ninaweza kuongea na watu wa Kobila? Na tukasema ndio. Ndiposa leo na kesho atakuwa anatuhubiria masaa ya saa 10 hadi saa 12. Kwa hivyo ninapenda anapojiandaa prepare herself to come and minister. We are going to sing just for 5 minutes. Amen. High praise. Sifa za juu kabisa prepare herself to come. Nataka wewe ambao uko pale nyumbani, wewe ambao uko pale kazini, hata kama umeketi pale kwa kazi yako, jisikie huru kupokea hiyo Injili. Jisikie huru kupokea hizi habari njema kwa mtumishi wa Mungu ambaye ametoka nchi ya mbali ili aje atubariki. Kwa hivyo wanasifu na ibada, nataka tu unipe ile pambe ya moto kabisa, dakika 5, alafu twende tusikie Injili jioni ya leo. Asante. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe. 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 Katikati
neno, maana ni kwa hili neno tunaishi, ni kwa hili neno tuko na uhai, ni kwa hili neno tuko hapa. Kwa hivyo jiandae sasa, ninataka kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye ametoka nchi ya Canada, ambaye amekuja kutubariki na injili jioni leo. Kwa hivyo let us put our hands together as we welcome Evangelist Shari to come and visit us. Praise the Lord, everyone that is under the sound of my voice. Kila mtu ambaye ananisikia jioni leo, I take authority over it in Jesus' name. ninakukaribisha katika jina la Yesu. I come to you in the name of Jesus, Nakuja kwako kwa jina la Yesu, the Son of the living God. Mwana wa Mungu aishiye. I pray if you have ears, Naomba kwamba kama unanisikia, that your ears would be open basi nipe masikio yako to the word of God, kwa sababu neno la and Mungu, that you would hear na kwamba uko what hapa. the Lord is saying for you Vile today. Bwana nakwambia leo, I come from Canada. mimi natoka kule Canada, I come from a place called natoka mahali panaitwa Vancouver, British Columbia. Vancouver, British Columbia. I am an indigenous Canadian. Je, ni mzaliwa kule Canada, mzaliwa wa kienyeji kabisa. That means my ancestors come from Canada. Basi anasema kwamba hata hiyo sauti yake ni kutoka nchi ya Canada. I am not a Mzungu. Yeye sio mzungu, I'm an indigenous woman yeye ni mama wa kienyeji who believes in Jesus Christ. ambaye anamwamini Yesu Kristo. So if you allow me, Na kama utanikubalia, let me share a word with you. basi wacha niongee na You wewe, who has ears, wewe ambao una sikio, open them to hear the word of God. basi fumbuka ulisikie neno la Mungu. I titled the message, Basi ujumbe wangu What Shall We Do? ninautaja, je, tutafanya nini? It says, this is the talking about in Acts chapter 2. Basi ko pale katika kitabu cha Matendo ya Mitume This is- mlango wa pili. This is when Peter began to preach. Huu ni wakati Petro alianza kuhubiri, And Peter was one of the 12 disciples. na Petro alikuwa juu ya wale wanafunzi wa Yesu 12. He was the one that was close to Jesus. Ni yeye alikuwa karibu na Yesu, And this is a time when Jesus, he was already taken up. na ni wakati Yesu ameshapaa anaenda mbinguni, And he gave his disciples commandments. na hata wanafunzi wake akawachia amri, These were men that he had chosen. na hawa ndio watu walikuwa wamewachagua. The Bible says in John 15:16, Biblia inasema katika Yohana 15:16, you did not choose me, wewe haukunichagua, but I chose you lakini mimi and nimekuchagua appointed na you nikakuteua, that you should go na kwamba uende and bear fruit, na uzae that matunda, your fruit should remain, na matunda lako likakue likakawie, that whatever you ask na chochote utakachouliza the Father in my name, Baba katika jina langu, he may give you. ili akupe. I'm talking to somebody today. Ninaongea na mtu jioni ya leo. See, God has chosen you. Mungu amekuchagua, He called you. He alikuita has chosen na you. amekuchagua. You who pretend like you don't want to go to church. Wewe ambao unaona kwamba hufai kwenda kanisani, You that want to close your ears. wewe ambao hutaki kusikia hiyo neno, You want to laugh and mock. wewe unataka kucheka. I'm here to tell you Leo niko hapa that God chose you. nakwambia, Mungu And He's amekuchagua appointed you. na amekuteua, That you would just not walk up and down. na ili usitembee juu na chini, You will be not caught up in a life of sin. usikae katika maisha ya But dhambi, He has a destiny for you. lakini ana mambo ya upeo kwa You maisha see, yako. there's a young man, Wewe kama a kijana, young woman. wewe kama msichana, You are lost and you are wondering na where to umepotea, go. uko kwa giza, But I'm here to tell you lakini niko hapa that nikwambie God has chosen you. kwamba Mungu amekuchagua, God has appointed you. Mungu amekuteua. He has not appointed you to drink alcohol. Hajakuita ukunywe pombe, He's not appointed
wake. He told them not to depart from Jerusalem. Akawaambia wasitoke pale Yerusalemu. But there's some of you Lakini wengine wenu that you say you know Jesus, ambao unasema unajua Yesu, but you don't read the Word of God. lakini unaposoma neno la Mungu You don't obey the Word of God. hausomi neno la Mungu. He tells you to do things in this Word, Anakwambia utende mambo kulingana na neno lake, but you don't listen. lakini wewe usikii. Hey, I'm here to say to you Niko hapa kukutangazia to hear and listen to the Word of God, usikize neno la Mungu, to be a doer of the Word, uwe wa kutenda neno la Mungu, not just a hearer only. usikie tu usiwe wa So, kusikia. Father, I thank you. Basi sema asante. I come before you Baba, nasema asante as your servant and your vessel. na kama mtumishi And I wako, ask the Spirit of the living naomba God Roho wa Bwana would go to the east, aende the tu north, the west, and the south of this neighborhood. And I claim it for the kingdom of God. naomba kwa ufalme wa I Mungu, declare hata that souls would come out of darkness, kwamba that nafsi za souls would watu repent, zitatoka kwa giza, that souls would return to wakitubu, God. wakikuja kwa Mungu In Jesus' name. katika jina la Yesu. So his disciples, they were in the upper room. Basi wanafunzi wa Yesu walikuwa kwa chumba cha juu. Jesus commanded them. Yesu aliwaamurisha, He said, wait for the promise. akawaambia ngojeni ahadi ya Baba. The Father promised something. Baba alikuwa ameahidi kitu. And so they waited. They were in the upper room. Basi walikuwa pale kwa chumba cha juu, They were in one accord. walikuwa katika hali moja, They were in prayer. walikuwa katika maombi, They were in supplication. walikuwa wakifanya maombezi, And then they were dwelling in Jerusalem. na walikuwa pale Yerusalemu. So when this all took place, Basi mambo haya yalipotokea, the Bible said suddenly Biblia inasema mara moja a sound from heaven. kukakuwa na sauti kutoka There was mbinguni a rushing mighty wind. ambayo ilikuja kama sauti ya upepo It mkuu, filled the whole na house. ikajaa kwa kile chumba. This was a supernatural sign. Basi ilikuwa ni sauti kuu ya Mungu. You know, there's things that are happening in this world. Basi mambo ambayo yanafanyika duniani, If you have eyes, na kama una macho you have ears, na uko na masikio, you will see and know the time. utaona na kujua You nyakati. will be like the children of Issachar, Utakuwa kama wana wa the Isakari, sons of Issachar. wana wa Isakari You will know the signs of the time. walijua na mambo ya nyakati. We're living in a time Tumefika kwa majira where it's okay na kwamba mambo tu ni to kama kawaida. engage in sin, Watu wanakaa tu kwa to live dhambi, a sinful life, kukaa tu maisha ya dhambi, and to just be okay with it. na ni kama ni kuwa tu sawa But you nayo. see, the disciples, Na unaona wanafunzi wa they Yesu were waiting. walikuwa wanangoja, They were waiting for the promise of the Father, wanangoja kwa sababu ya ahadi ya Bwana, which was the Holy Spirit. ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Because suddenly, Maana mara moja, I pray suddenly something would happen to you, my naomba friend. sasa jambo likatukia maisha You who yako. is listening, Wewe ambao unanisikia, you who say, I know God, wewe ambao unasema namjua I'm Mungu, a child of God, mimi ni mwana wa Mungu, but you engage in a sinful life. lakini unaishi katika dhambi, You engage in a sinful lifestyle. unakaa katika maisha ya dhambi, It's like you don't want to listen. na ni kwamba hutaki You kusikia don't want to do what God tells you. na hutaki kufanya kile Mungu You anakwambia. continue in a life of sin. Unaendelea katika maisha ya dhambi, But I pray today for you lakini nakuombea jioni ya that leo, suddenly a supernatural occurrence will happen in your life. basi kwa mara moja jambo litafanyika kwa That you would hear and you would heed the word of na God. kwamba utasikia neno la Mungu na kulifuatilia. I'm here to tell you Niko hapa that kukutangazia Jesus is coming like a thief in the night. kwamba Yesu anakuja kama mwizi usiku, He's coming back again. anarudi tena. Are you ready? Je, uko tayari? The Bible says there was a rushing mighty wind. Biblia inasema kulikuwa na upepo mkuu It filled the whole house. ambao ukajaa kwenye ile nyumba. So this was
ujuzi, They were filled with the Holy Spirit. walijazwa na Roho Mtakatifu, They spoke in other tongues walinena katika lugha mpya as the Spirit gave them utterance. kama jinsi vile Roho Yes. aliwapa matamshi. You see, there was a crowd that was standing around. Najua kulikuwa na umati ambao ulikuwa umekaa pale, They were watching walikuwa wanatazama, because they were looking. maana walikuwa wanaangalia. And the Bible says they were confused Biblia inasema walikuwa wamechanganyikiwa, because they heard them speak in their own language. maana walisikia wakiongea katika lugha zao, And so that confused them. basi hiyo ikawachanganya. But you see, this is what amazed them. Na hii ndio iliyowashangaza. This is what they were marveled. They were marveled at what they saw. Walishangaa kwa yale waliona, They were perplexed at what they heard. walishangaa yale walisikia. But you see, as they were there, the Bible says there was a crowd of people. They were mocking. Biblia inasema pale kulikuwa na watu wengi na walikuwa wanawakejeli. You know, there's some of you here that you like to mock Christians. Unajua kuna wengine mko hapa huwa mnapenda kukejeli wa Kristo, You like to mock the people of God. huwa unapenda kuchekelea watu wa Mungu. But I'm here to tell you, Lakini niko hapa nikwambia, you need to repent inabidi utubu, because you're going to be held accountable maana utakuja kutoa hesabu for how you behave. kwa vile ulivyoishi. You see, they were mocking. Walikuwa They wanachekelea, were looking and they were saying, these people are drunk. walikuwa wanasema hao watu wamelewa. Hey, there's lots of people. See, I come from a place. Unajua wapendwa, natoka mahali ambapo I come from a people. watu wangu I come from a place where people like to drink in my family. anatoka kwa watu kwa jamii yake wanapenda kunywa pombe sana, They like to take alcohol. wanapenda kukunywa. But I'm here to tell you Lakini niko hapa nikwambie that those people that took alcohol, kwamba hao watu ambao walichukua pale they're no longer here. hawako hapa, They're no longer living. hawaishi tena. These are my family, Walikuwa na my siblings. walikuwa na They like to take drugs. wanapenda kunywa madawa, They like to drink alcohol. wanapenda kunywa pombe. But out of 12 siblings I've had, Lakini kwa wote 12 there's only 3 of us left. kuna watu watatu tumebaki. See, my parents had 12 children. Wazazi wangu walikuwa na watoto 12. My mom liked to drink. Mama yangu alikuwa anapenda kunywa And pombe, as a result, she would neglect us. na hata kwa sababu hiyo angependa hata kutuacha. See, I was abandoned as a child. Mimi nilikuwa nimewachwa kama mtoto, Nobody looked after me. hakuna mtu alikuwa ananitangalia, In fact, I didn't know the Lord until I was 18 years old. na hata sikumjua Yesu hadi nikakuwa miaka 18, Because my mother, kwa sababu mama yangu she abandoned her children. mama yangu alituacha tukikuwa wadogo, And she took off na akakimbia and akatutoroka, lived with another man. na akaishi na mwanaume mwingine. You see, when there's a crisis that happens in somebody's life, Unajua wakati kuna shida katika when the maisha ya mother mtu, leaves, na baba anaishi, then she leaves a family. baba pia anatoka. What happens to the children? Je, nini inafanyika kwa The watoto? children end up getting neglected. Watoto wanabaki kama mayatima, Nobody looks after them. wanabaki bila mtu wa You kuwachunga. see, that was how I lived. Hivyo ndio mimi nilikuwa. Some of you may be listening, Wengine mnanisikia, and you may say, but Mazungu, they don't suffer. unasema kwamba wazungu wao wateseki, Mazungu, they have it easy. na kwamba wazungu wanakuanga tuna wakati rahisi. But I'm here to tell you Lakini nakwambia mpendwa, that I had to go through suffering, mimi nilipitia shida just like some of you. kama wengine wenyu. You seen your parents drink alcohol. Unaona wazazi wenyu wanakunywa You pombe, seen your parents, your daddy fight your mommy. na hata mama na baba wakipigana. You see the violence in your home. Unaona vita katika nyumba yenu. Some of you have lost people to drugs and alcohol. Hata wengine mmepoteza watu ambao I'm wamekuwa, here to tell you na nimewapa that kwambia, me too, I've had to go through that. hata mimi nilipitia hivyo kama mtoto. My siblings are not alive today because
walikufa kwa sababu ya pombe. because of drug addiction. Walikuwa wanakula madawa ya kulevya. That lifestyle will lead you to the grave. Hayo maisha yatakupeleka kwa kaburi. Are you hearing what I'm saying? Je, unasikia ile nasema? Some of you, that lifestyle is going to lead you to the grave early. Na hata wengine mambo unafanya itakupeleza kwa kaburi haraka. And I'm here to tell you, Na niko hapa kukwambia, you must repent. lazima utubu. You must give your heart to Christ. Lazima umpe Yesu He maisha has yako. died on the cross. Amekufa pale He's msalabani paid the price. na amelipa gharama. You see, when I didn't know this, Na wakati sikujua I hivi grew habari, up, my dad was a traditionalist. basi babangu alikuwa mtu wa kitamaduni He dabbled in witchcraft. na hata alikuwa anafanya uchawi. But you see, when I began to know better, Lakini nilipojua vizuri and I began to read the Word of na God, nikaanza kusoma neno la Mungu and I began to understand na nikaanza kuelewa God's ways, njia za Mungu, I began to realize nikaanza kugundua that you can't dabble. kwamba huwezi ishi maisha You mara can't mbili. have you can't live a life of traditionalist. Hauwezi changanya maisha ya utamaduni You can't live a life of Christian. na uchanganye na maisha ya You Ukristo. must choose. Lazima uchague. Who of this day will you serve? Chagua leo, utamtumikia nani? Stop resorting to witchcraft. Labda mtu uko katika uchawi, Stop resorting to somebody to go and do bad things for you. kuna mtu anaenda kukufanyia mambo mabaya na Stop the uchawi. witchcraft. Basi wacha uchawi Stop wewe, the idolatry. wacha kuchawi na Repent. kuabudu sanamu. Change your ways. Tubu na ubadilishe. You who has ears, listen to Wewe what ambao I'm una saying. masikio, sikia kile God Mungu is going to judge you. Mungu atakuhukumu You siku must moja. choose. Lazima uamue. Who of this day will you serve? Je, leo utamtumikia nani? Because God is coming back again. Maana Yesu anarudi We tena. cannot play with this God. Hawezi cheza na huyu Mungu. He is a holy, righteous God. Yeye ni Mungu mtakatifu. And I'm here to tell Kenyan, Nataka kuambia nyinyi wa Kenya, you must repent. lazima mtubu For the Kenya. kingdom of God is at hand. Ndio ufalme wa Mungu He's umefika. coming back again. Basi Yesu anarudi And you tena. who call yourself Christian, Na wewe ambao unajiita you are Mkristo engaged in a lifestyle of sin. na unaishi katika maisha ya dhambi, You will get left behind wewe utawachwa unless you repent, ila utubu, unless you get right with God. ila ubadilishe maisha You yako. cannot go to a witch doctor Hauwezi enda kwa mchawi and then usiku go to Jesus. alafu uende mchawi You kwa Yesu. must choose. Lazima uchague. Who on this day will you serve? Je, leo utamtumikia nani? God is asking somebody, Mungu anauliza who mtu, will you serve? je, utatumikia You nani? are going to be held accountable Utaweza kutoa for hesabu doing traditional things. hata kwa mambo yote. See, I can speak on this Basi wacha nineme, because my dad did it. Neema anaongea kwa sababu baba yangu alifanya hivyo, And this is why na hiyo ndio sababu my siblings have died. hata ndugu zangu This is wamekufa. why there's curse of premature death. Basi hiyo ndio sababu alikufa maisha kabla ya masiku zao You zijafika. wonder what's going on with my family. Je, unauliza nini inafanyika na jamii yetu? There's sickness. Magonjwa, There's disease. magonjwa, There's premature death. na hata watu wanakufa Nobody in kabla your house ya siku graduates. zao. Nobody in your house goes to school. Na hata mtu aendi Have you shule. ever asked yourself why? Ujiulize ni kwa nini? Why is my people sick? Je, ni kwa nini watu wangu ni It's wagonjwa? because you sin against Ni God. kwa sababu umefanya dhambi mbele zake Mungu, And it's time to repent. na ni wakati wa If you kutubu. hear my words, Na kama unanisikia hii neno, repent. utubu. You see that the children of Israel, Naona wana wa Israeli their people were mocking. basi walikuwa na They wachekea, were saying, these people are drunk. walikuwa nasema watu wamelewa, You see, but Peter, lakini Petro he raised his voice akainua sauti and he addressed them. na akawaongelesha He said to them, na akawaambia, heed my words. sikia maneno yangu. There's some of you here. Kuna wengine You hapa need
need to heed my words. Inabidi usikie haya You maneno. want to keep walking. Uendelee You kutembea. want to keep pretending Unataka kuendelea that kucheza. this message is not for you. Lakini kwamba ati ujumbe But I'm sio here wako. to say Lakini niko hapa this kuambia, message huu is for ujumbe you. ni wako. In fact, God loved you so much Na kwamba wengi wenu, that He sent somebody kwamba Mungu from anakupenda sana. Canada Na kwamba to ametuma come and tell Kenyans kutoka to repent. Ambia Mkenya atubu. Repent! Tubu. For the kingdom of God is at hand. Maana ufalme wa Mungu Hey, umefika. praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So they heard this message. Basi walisikia huu ujumbe, Peter said, men and brethren. naye Petro akasema, wapendwa, He said, let me speak freely. wacha niwatangazie wazi. And he says, that he is both dead and buried. He was talking about David. Alikuwa anaongea kuhusu Daudi kwamba alizikwa And his tomb is with us to this day. na hata nasimama nasi hadi siku ya leo. Therefore, Kwamba being a prophet, kama manabii wakuu and knowing that God had sworn with an oath to him that is the fruit of his body, na kwamba Bwana alikuwa ametoa nadhiri kupitia mwili wake according to the flesh, kulingana na he mwili, would raise up Christ to sit on his throne. na kwamba atamwinua huyo Yesu ataketi kwenye kiti chake cha enzi. He, foreseeing this, Yeye mwenyewe akitangulia spoke concerning the resurrection of Christ, na kuyaona haya na kutabiri habari za kufufuka that kwake, his soul was not left in Hades, na kwamba roho yake kuachwa kuzimu, nor did his flesh see corruption. wala mwili wake kuona uharibifu. This Jesus, Yesu huyu God had raised up, Mungu amemfufua, and he was saying, we're all witnesses. na kwamba anasema sisi, You see, Peter was close to Jesus. Petro alikuwa karibu na Yesu, He ate with Jesus. alikula na Yesu, He traveled with Jesus. alitembea na Yesu, He saw Jesus perform signs, miracles, and wonders. aliona Yesu akifanya ishara na miujiza. So he was saying, look, this Jesus whom I know, Alikuwa anasema huyu Yesu ambaye namjua, he was a witness. yeye ni shahidi, And then he said God raised him up. na anasema Yesu akamwinua And he exalted him na akamwinua juu to the right hand of God. hata kwa mkono wa kulia wa And Baba, having received from the Father the promise of the Holy na Spirit, hata kupokea ile ahadi ya Roho Mtakatifu kutoka kwa Baba. he poured out the Holy Spirit. Amekimwaga kitu He was hiki, saying, this is what you are seeing. na hii ndio mnaona. And so all the people, Basi watu wote, he said, therefore let all the house of Israel know basi nyumba yote ya Israeli na wajue assuredly that God has made this Jesus, kwamba Mungu amemfanya huyu Yesu the Son of God, mwana wa Mungu. Jesus, Yesu the Son of God, mwana wa Mungu whom you crucified, ambaye mlimsulubisha both Lord and Christ. kuwa Bwana na Kristo. So what is he saying? Je, anasema nini? He's saying, Peter was saying, this Jesus, Petro anasema huyu Yesu whom you crucified, ambaye is mlimsulubisha, Lord and Christ. yeye ni Bwana na Kristo. You see, there's sometimes Unajua wakati when we mwingine don't obey the word of God, tusipotii neno la when Mungu, we do our own thing, tunafanya mambo when mengi, we sin deliberately against God, tunafanya dhambi kwa Mungu, we are crucifying him again. basi ni kama kumsulubisha This Yesu. is what some of you do. Na hiyo ndio wengine wanafanya. You who's online watching, Wewe ambao unaniona kwa mtandao, this is what you do hii ndio unafanya when you deliberately engage in sin, wakati unaingia when katika you dhambi, deliberately walk against the ways of God, unapofanya mambo kinyume when na you Mungu, go and you consult a witch doctor wakati unaingia kwa wachawi, because you don't believe God can heal you, maana uamini kwamba Mungu you don't believe God can save you, uamini kwamba Mungu you atakuokoa, don't believe God can intervene for you. uamini kwamba Mungu atakubadilisha. You are crucifying Christ to the cross. Wewe unamsulubisha Yesu kwa msalaba tena. This is what he was saying. Hii ndio alikuwa anasema.
So as we go on here, Tunapoendelea pale, so he said, now when they heard this, Biblia inasema waliposikia haya. you see, there's sometimes you can listen, Unajua kuna wakati unaweza sikia but you're not hearing. lakini usikii. See, people can talk to you, Watu wanaweza but kukuongelea you're not hearing. lakini usikii. See, the men of God, those men that were standing around, Basi kwa watumishi wa Mungu wamewatuma, they were hearing Peter, walikuwa kama walikuwa wanasikia Petro, but they weren't really hearing him. lakini hawakuwa wanasikia. Because when you hear the word of God, Maana unaposikia neno la Mungu you must make a decision. lazima ufanye uamuzi. Because there's times we think, I'll do it tomorrow. Lakini kuna wakati unasema Sometimes we'll say, I have tomorrow, I'm still young. wakati mwingine unasema bado kijana, I'm not nitaamua ready. kesho. Lakini I'm not ready to give my heart to nasema Christ. leo siko tayari I'm not ready to surrender. Siko tayari I'm kuachilia. not ready to live for God. Siko tayari kumwishia Mungu. See, they heard, Walisikia but they didn't do anything about it. lakini hawakufanya uamuzi wowote. See, if you have ears to hear, Na kama unasikia mimi, you must hear what the word of God is saying. lazima usikie neno la Mungu linasema nini. You keep walking by like you have no ears. Unatembea na But I'm here to say to you who walk by freely, I'm here to say to you, you must repent. Because the kingdom of God is at hand. You will give an account for your life. utatoa hesabu ya maisha You see, yako. the people, the men, they were hearing, Watu walikuwa wanasikia but they weren't ready to make a decision. lakini hawako tayari kufanya They were uamuzi. stubborn. Walikuwa na They mchezo. acted rebellious. Walikuwa wanasikia. You know why I say this? Unajua ni kwa nini nasema haya? Because me too. Kwa sababu I hata used to nani, say that's a white man's God. basi nilikuwa ninakenda kinyume na I huyo. used to say that's a Mazungu God. Alikuwa anasema huyo ni Mungu, ni mzungu. It's not who I was taught who was God. Si kwa ule ambaye But kufundishwa, that was just me making an excuse. lakini ilikuwa tunafanya I visababu. wanted to make an excuse to live a sinful life. Nilikuwa nataka nitoe kisababu cha kuishi maisha ya dhambi. I wasn't ready to surrender. Sikukuwa tayari I wasn't kujiachilia. ready to live a straight life. Sikukuwa tayari kuishi maisha mazuri. You see, this is what I've learned. Hii ndio nimejifunza. This is what I've learned. Hii ndio nimejifunza. Being a Christian Kukuwa is Mkristo not an easy life. sio maisha rahisi. Hey, you think when you give your heart to Christ, Unafikiri ukimpea Yesu it's maisha going to yako be easy? ati mambo itakuwa rahisi? To be a Christian, it means to be disciplined. Kukuwa Mkristo lazima ukuwe na nidhamu. It means you must live a disciplined life. Lazima uishi You maisha must ya take up nidhamu. your cross Lazima uchukue msalaba wako and decide to follow Christ. na uamue kumfuata Kristo. It's not easy Sio rahisi to pick up your cross, kuchukua msalaba wako deny yourself, na uvutikane and choose to follow the ways of na God. uamue kumfuata Yesu. It's a disciplined Ni life. maisha ya nidhamu. If you know God today, Na kama ukimchagua you Yesu, love Him with all your heart. umpe maisha You yako, serve Him and you fear Him. utabidi You umtumikie need to clap for yourself na because it's not easy to serve this Jesus. sio rahisi It's kumcha. going to come at a cost. Basi It's itakugharimu, going to cost you. itakugharimu. So I'm here to say, make a decision Basi niko hapa kwambia, because it will be fanya the uamuzi. best decision you will ever make. Maana itakuwa ni uamuzi You will wa have busara peace. ambayo You utafanya, will have joy. utakuwa na amani, There's some of you utakuwa na here furaha. and you're stupid, you're depressed. Hapa mko na mmefinyiliwa, You have no peace. hauna amani, There's strife in between your marriage. uko katika na hali ya There's kugombana problems in your home. katika ndoa yako, kwa Your nyumba yako. children are disobedient. Umeshinda watoto wako, Your children are hawakusikii. rebellious. Watoto wako ni kiburi. Hey, but I'm here to say, Niko hapa kwambia, come give your heart to basi Christ. njoo mpe Yesu maisha yako. You see, when Peter was preaching, Naona Petro alipokuwa anahubiri, he said that when they heard this, they were cut to the heart. basi
waliposikia haya wakachomwa mioyo zao. Meaning they were convicted. God was speaking to them. Inamaanisha waliguswa, maana Mungu alikuwa anawanenea. And they were cut to the heart. Na wakachomwa kwa mioyo zao. I pray today Inaomba jioni ya leo that you who has ears, kwamba ambao the unasikia Spirit of the living God, Roho wa Mungu, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel, basi Mungu asema will begin to confront you in your sin. ataanza kukuchoma The mioyo Spirit zao. of the living God, Roho wa Mungu who knows your name, ambaye anajua neno He lako will begin to call you out. ataanza kukuita kwa jina He yako, will begin to speak your name. ataanza kuita jina And He lako will confront you with your sin. na hataweza kudhihirisha, Because it's time to repent. maana ni wakati wa You see, kutubu. when I was 18 years old, Wakati nilikuwa miaka I was 18, living a life of sin. nilikuwa naishi maisha ya I was dhambi. fornicating. Nilikuwa nafanya Do you know what usherati. that means? Unajua inamaanisha It nini? means when you live with a spouse and you're not married to that person. Unaishi na mtu lakini hamjaoana, ni kama ni mpango wa kando. It means you just sleep around. Unalala tu na watu. You see, this is the kind of life I live. Hiyo ndio maisha nilikuwa ninaishi Until one night, hadi usiku mmoja. there was a light that stood at the end of my bed. Basi nilikuwa pale kwa kitanda And changu, that light, there was a voice that spoke. nikasikia sauti And ikininenea, he said, Charlene, ikasema, Shali, are you sincere this time? nataka nikutumikie sasa. See, we can't pretend. Hatuwezi We kucheza, can't play church. hatuwezi kucheza We mambo ya can't say, makanisa. I know God, I'm a Christian. Unasema mimi namjua Mungu, But you mimi cheat ni on your Kristo, wife. lakini unadanganya mke You're wako. unfaithful. Wewe sio You mwaminifu, sleep around. unalala na You watu, lie and you cheat. unadanganya na You're watu, dishonest in business. na unafanya biashara za ujanja, You begin to mistreat people. na unaanza kufanya And watu, then you say, una mistreat watu. I know God. Mimi namjua Mungu, I'm a Christian. mimi ni Mkristo, But you live a life of sin. lakini unaishi kwa I'm dhambi. here to tell Niko you, hapa kuambia you must repent. lazima utubu. See, when I saw that light and I heard that voice, Niliposikia hiyo sauti na kuona hiyo mwangaza, it spoke my name. ikanena jina I langu. pray that God will visit you. Ninaomba usiku wa leo And Mungu He will akutembelee. speak your name. Na aite jina He lako. will call you out of darkness. Wewe uko kwa And giza, you will repent. kwamba See, at utatubu. that moment, Huo wakati I had a choice to make. nilikuwa na hiyo I had to decide. ilibidi nichague. Am I going to serve Jesus Nitamtumikia huyu Yesu with all my heart, mind, soul, and spirit? na hata nikate moyo wangu Am wote, I going to be a for real na Christian? nitakuwa Mkristo wa I had kweli. to make a choice. Ilibidi And niamue. see, there's sometimes Unajua kuna we wakati can lie and deceive ourselves. We tunajidanganya can say, oh, I'm okay. kwamba nasema niko But sawa, what will happen if you die today? kwamba nini kitafanyika. Where will you spend? Cut to the heart Basi wakachomwa kwa mioyo and said to Peter na wakamwambia and the Petro rest of the apostles, na mitume wengine, men and brethren, Bwana wapenda I'm wengine, here to say, tutende nini you ndugu? who's listening, Wewe ambao unanisikia, you Kenyan, unaweza kwa you men, wewe mwanaume, you women, hata kina mama Kenya, wa Kenya, I'm here to ask you, ninawauliza, what are you going to do? je, utafanya nini? It's time to repent, Ni Kenya. wakati Kenya It's mtubu, time to get right with ni God. wakati kuwa sawa na It's Mungu, time to say, God, forgive me. ni wakati wa I've kusema sinned Mungu, against you. nisamehe, I nimefanya do dhambi, things that are not right. ninasema nisamehe, Have mercy on me. basi nihurumie, Come into my heart. njoo katika moyo Change wangu, my life. badilisha maisha yangu. See, this is what he said to them. He Peter just- said, Aliwaambia, and me, I'm saying to na you, pia mimi you nawaambia, who has ears to wewe hear, ambao una masikio usikie, repent. tubu, And let every one of you na
na kila mmoja be wenu baptized in the name of Jesus Christ batizwe kila mmoja katika jina la Yesu Kristo for the remission of sins. ili mpate ondoleo la And dhambi, you shall receive the gift of the Holy ili Spirit. mpokea kipawa cha Roho Mtakatifu, For the promise kwa sababu is ahadi to you ni yenyu and to your children hadi watoto wenyu and to all who are far off, na kwa watu wote walio mbali, as many as the Lord our God will na kwa call. wote ambao watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. I'm here to say, Niko hapa kusema God is calling some of you. Mungu anamuita You mtu. who are hearing me in your Wewe houses. ambao unanisikia kwa You who have business and can hear wewe my ambao voice. unanisikia kwa biashara yako, God is calling you. Mungu anakuita, He's calling you to repent. anakuita utubu. See, this salvation message Basi usikie is ujumbe wa for wokovu. you. Ni kwako It's wewe, for your children. ni kwa watoto It's wako for your entire na family. kwa jamii yako It's yote, for anyone who will come to na Christ. ni kwa yeyote ambaye atamkujia Kristo. He says Anasema in Revelations, katika kitabu he cha says he comes, he knocks. katika kitabu He's cha knocking on the door of your heart. anabisha kwa And mlango the wako, question is, will you respond? na kwamba anatarajia ukaweze kusikia. Will you give your heart to Christ? Je, utampea Yesu maisha yako? Will you repent? Je, utatubu? Will you say, God, Utasema Mungu, I believe. ninaamini. Help my unbelief. Basi ninaamini. You can say that where you are. Unaweza sema You can say, Jesus, unaweza sema Yesu. I've offended you. Basi You nakutamani. see, when I had to make a decision, Wakati ilibidi niamue, I had to make a choice. ilibidi nifanye uamuzi. Because sometimes Maana kuna wakati the message of the cross, ujumbe wa msalaba, the message of the gospel, ujumbe wa injili, sometimes it only comes once, my friend. unasikianga tu injili mara moja. Sometimes it only comes, Unaweza kusikia labda leo and then we utasikia don't hear this message again. na utaisikia injili And the siku nyingine opportunity's gone. na ni utaitafuta But I'm here utasikia. to say, Lakini nakwambia you who has ears, wewe kama una sikio, you women, basi usikie. you men, Wewe mtu that you want to give your heart to Jesus, unapenda umpe Yesu maisha you have to yako, make a decision. ufanye uamuzi. Because the Bible says Maana Biblia inasema that God is coming back kwamba Mungu at anarudi an hour we don't know. wakati ambapo hatujui. Are you going to be ready? Je, utakuwa Are tayari? you going to be left behind? Je, utasikia? The times are now. Wakati ni We're in sasa, the season. tuko kwa He majira, says he's coming back like a thief in the Yana, night. tuko kwa majira ambapo Yesu He's atarudi coming kama back for mwizi. his bride. Basi anakuja He's kama mwana coming ambaye back ni for bibi his harusi. children. Anakuja kwa walio wake. Kenya, Wakenya, I'm calling to you. ninawaambia, I'm saying repent. nawaambia For the mtubu, kingdom of God is at hand. Mungu umefika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If there's anybody, I want to just pray today. Ninataka tuombe, tukaribie pamoja. Nataka kuomba, tukaribie tamaombe. You hear my voice. Je, unanisikia? Njoni tuombe. God is speaking to you. Mungu anakuongelesha. God is the one who's talking to you. Mungu anakuongelesha. And you can make a Na decision unaweza kufanya today. uamuzi. Say, Father, Sema Baba, I come before you. ninakuja kwako, I humble myself. najinyenyekeza. I ask you to forgive me. Ninaomba unisamehe, Cleanse me, Lord. unioshe Wash me with your na blood. unitakase na damu Come into yako. my life. Njoo kwa maisha yangu Change my na ways. unabadilishe. Help me not to drink alcohol. Basi nisaidie nisile Help me pombe not tena to do drugs. na nisikule dawa Help tena me not to cheat on my na family. nisikuwe mjanja na God, mdanganyifu. change my life. Nibadilishe leo, Change my ways. nibadilishe njia zangu. This is what repentance Hiyo does. ndio kutubu inafanya. It will change everything about your life. Itabadilisha kila kitu ya maisha yako. Jesus is the way, the truth, and the life. Yesu ndiyo njia, kweli na He is the uzima. only way. Yeye ndiyo njia ya I pekee. pray, come out of darkness. Basi naomba utoke kwa Those giza. who have spoken this prayer, Basi wale ambao wameomba I hilo pray ombi, today ninaomba leo that they will have a supernatural encounter kwamba utapata that mguso will wa change their life, ambaye itabadilisha change maisha their yako,
jina la Yesu. Amen. Amen. I encourage you, come to this church. Basi nakuhimiza uje kanisani. Come, you need a place to come and to get to know and to learn of Christ. Kama unataka mahali I say come. utamjua Yesu. The times of service are Wakati wa ibada, tunaanza ibada zetu ya kwanza saa 3:30 na ya pili tunaanza saa 4:30. Amen. Bwana asifiwe. If there's anybody who wants, you're sick in your body, Na kama kuna you're mtu afflicted with sickness, wewe ni mgonjwa and you want me to pray for you, I'm going to anoint you with oil and I'm going to pray for you. If you want to come, kama nataka kuomba, waimbaji njooni, tutakapokuwa tunaimba as we sing, she's going to be praying for people. Tunapoenda kuimba atakuwa hapa akiombea watu. Waimbaji, singers, just come. We begin to worship God and we begin to bless His name as we gonna be praying for the sick. Kama wewe ni mgonjwa, uko na hitaji ama unahitaji lolote tu lile, njoo. Mtumishi huyu wa Mungu kutoka mbali atakuombea na wewe utapata uponyaji wa moyo wako. Asante sana waimbaji, karibuni sana waimbaji, asante. Hallelujah. Wewe ni Mungu waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe
wawezayo, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe.
Evangelist Charlene was come all the way from Canada to pray for people of Kobil. Amen. Amen. And to pray for the business people, that God may bless their businesses. He may bless our homes. He may bless everything that you are doing. Nasema kwamba nataka nimuite tu tunapomalizia Evangelist Charlene abariki watu wa Kobil. Amen. Amen. Abariki biashara, hata wewe rafiki yangu pale, na wewe pale, na wewe pale. Abariki tu mji wa Kobil, tubarikiwe biashara zetu na nyumba zetu